Sawa. Katibu wa idara ya vijana jimbo, wewe ndio mlezi wa vijana na kwaya. Twende upande wa kwaya. Vikundi vingi vya kwaya vinajitegemea vyenyewe sana sana, kama kutafuta vyombo, kufanyaje, kunini. Sasa kama idara yako, hizi kwaya kama mnazisaidiaje? Maanake zinajikuta ndani ya kanisa, kwaya inaonekana kama taasisi ndani ya taasisi. Wanajikuta wanatembea pekee wenyewe, wanapitia yani kupata vyombo ni changamoto, nguvu ya kiuchumi nayo inakuwa. Kama idara, nyinyi mnawezeshaje hawa vikundi vya kwaya wapate vyombo? Asante. Kwanza hilo swala la kusema kwamba kikundi cha kwaya kinakuwa kama taasisi nyingine, niseme kwamba hilo kwanza litajiki katika kanisa, kwa sababu tunaamini kanisa ni hili moja ambalo linamtumikia Mungu mmoja. Namna bora ya kuwasaidia wanakwaya kwa sasa, kwa sababu nishajaribu kupata ushauri huku na huku, tukaangalia pale ofisini kwetu na sisi tukasema shida ni nini mpaka muda mwingine kwaya wasaidiwi. Tukubaliane kitu kimoja, kanisani kwaya zikiwa nyingi kunakuwa na changamoto. Imagine kanisa moja labda linakuwa na kwaya 5. Halafu kwaya 5, kumbuka pale tayari kuna watu ambao wanaipenda hii kwaya, kuna wengine wanaipenda hii kwaya, kwa sababu haya yapo tu ambayo hayafichiki. Huyu anaipenda hii kwaya, huyu anaipenda hii kwaya. Kwa hiyo kwaya zikishakuwa 4 tu, uwezo wa kusaidiwa kanisani, kanisa kwa ujumla itakuwa uongo. Kwa sababu huyu akichangiwa mwaka huu, huyu mwingine asubiri paka mwakani. Mwingine anasubiri paka mwakani, itakuwa uongo. Miaka 4 ndio unachangia vyombo. Hapa lazima kuwe na kelele. Lakini kama tutapata kwaya ambazo zitaungana kanisani, kwa mfano kuna kuwa na kwaya ya vijana, ya kina mama, labda na hata tuseme na ile kwaya kuu labda ya ushirika, inakuwa inapendeza. Walau unamesha huyu ambaye anaimba kwaya ya ushirika anaweza kaenda kaimba vijana kama ni kijana wa kawaida. Au kama basi umri umepitiliza abaki tu kwaya kuu. Huyu ambaye anaimba labda kwaya kina mama, na yeye tunamwacha tukamwacha. Lakini vijana wote wakaruhusiwa kanisani wakaimba kwaya hii moja ambayo ni ya nini? Ambayo ni ya vijana. Lakini kukiwa na kwaya huyu inaitwa bendi, huyu ana nini yake inaitwa familia, yani jina la familia ndio inaitwa kwaya. Hapo hakuna maendeleo. Mbaya zaidi unakuta labda kuna mchungaji naye kaingia una ushirika, labda naye anaanzisha kwaya ya familia. Sasa pale automatically kwamba huyu utamsupport sana mchungaji kwa sababu kwaya yake, au wengine wataona wivu. Wivu kishaanza, majungu yanaanza. Majungu kishaanza, kelele inakuepo. Kelele kisha kuepo, kuna maendeleo hapo hayatatokea. Kwa hiyo ombi langu niseme hivi, na watu wa Sikonge pia niweza kuambia kwa jimbo letu wilaya ya Sikonge, nikamwambia hivi, kama kuna kanisa mnaona mnaimba kabisa kuna kwaya 6, au wanaimba 6, au wanaimba 7, au wanaimba 8, eti kwaya, hapana. Itabidi waunganishe kwaya iwe hii moja au hata 2 akina mama na nyingine ya ushirika inakuepo kwaya. Wakiunganika wakiwa hata 30 40, ninakwambia kabisa hata uwezo kutafuta vyombo ulikuwa rahisi. Kanisa lazima litaisupport ile kwaya vizuri sana. Ila ikishakuwa tuna makando kando wako 7 wako 8, kanisa inapata shida. Yaani hata paka mchungaji anakuwa anaonekana kama anaipendelea kwaya moja, wanaanza kumchukia waumini na kuwa mpendi. Inakuwa sio sawa. Kwa ndio maana tunajitahidi tuanze kufanya kwanza usajili wa hizi kwaya zetu. Tujue kama kuna kwaya itajisajili na watu 6, hiyo hapana. Tutakuwa sio kwaya sasa. Ila tutaacha zile shirika ndogo ndogo ambazo ndo zinaanza. Wao watakiwa 3. Sisi tutawasajili kwa sababu ndio wanaanza. Ila wasifufue kwaya nyingine, ile kwanza ijae. Isheni kwanza wanakuwa ya kutosha. Kwa hiyo mimi na imani makanisani sio kwamba kanisa linashindwa kuwasaidia wanakwaya. Na hao wanakwaya, kumbuka, hata kama wakiwa na mipango yao wenyewe binafsi, wanaenda kuona washirika wanasaidia kanisani. Kwa kanisa lishindwe kuwasaidia, ila wao ndio wanashindwa kufanya nini? Kujisaidia, kwa sababu wanakuwa na kwaya nyingi ndani ya kanisa. Kwaya kama ina watu 30 na hii ina watu 40, afipo kanisani, hizo naamini inajiweza. Hata ikijipamba yenyewe ikaweza ikajinunulia bombo ni sawa, sio kwa wengi. Uwezo wanao na wanatafuta wadau kanisani, mume wanaomba michango. Kwa hiyo kuna shida. Kwa nafikiri ndugu mwandishi, tunatamani sana kwaya zijielewe sasa hivi. Zione kabisa kwamba sisi hatuwezi kuimba wachache, tuungane na kwaya fulani ili tutengeneze ile kwaya hii moja. Japo changamoto kubwa ni uongozi tu. Mtu mwingine anaona nikienda kuimba hii kwaya huko, mimi uongozi wangu unafanya nini? Utaisha. Ile heshima. Kiongozi wanasema watu waifuata, wanakwaya wenzetu wanasema hivi, cheo ni nini? Cheo ni dhamana. Kinaweza kuondolewa wakati wowote. Kwa hiyo mimi mwenyewe na imani, mimi muda wangu utaisha, nitatoka. Kwa hata kule kwenye makwaya mtu asinganganie madaraka kwamba mimi nisipokuwa kiongozi sisi nitaonekanaje. Hapana. Acha, kuna kufa, si ndio bwana? Kuna kuhama. Shida nini? Au unataka mpaka mtu aje kutoe kwa aibu, udhalilike, fedheha? Hapana. Uongozi mzuri ni kukubaliana mipango, lakini pia na wachungaji wao wakali. Wasikubali kwaya zinaanzishwa ovyo ovyo kwa sababu tu mtu aligombana huko anaenda kuanzisha kwaya. Hiyo wenyewe wachungaji wao wakali.
wasikubali kabisa kwaya zinazifundisha ovyo ovyo, itawatesa hata wao. Mimi nawapenda wachungaji kwa sababu wanafanya kazi kubwa sana, ila sasa changamoto inakuja sehemu moja, tukikubali tu kuruhusu kwaya nyingine, hapo inawatesa kwa sababu hata wao wenyewe watakuwa wanaonekana wanachukiwa. Kwa sababu gani? Anaonekana labda akaipendea kwaya hii akawaacha, wakasema mchungaji atupendage sisi, kwa hiyo watakuwa wanamchukia hivyo tu. Katika uongozi wako unatamani kwaya zifike level gani? Yaani matamanio yako kwa jimbo la Magharibi? Matamanio yangu kwanza, nahitaji mimi kwaya zangu, yani siku moja inatokea hata tukio la kitaifa, unasikia Moravian jimbo la Magharibi kuna kwaya imebebwa imepelekwa kuna kuimba tukio fulani la kitaifa. Unaona Lakini pia sio hivyo tu, matukio hata ya kimikoa tu humu tunatamani yani kwaya inakuwa inasika pale. Mara nyingi tunaonaga tu kwaya fulani imeitwa kutoka kanisa fulani, lakini sisi hakuna kwaya iliyoenda kwa sababu ya unyonge wetu tuliokaa nao. Lakini kwa sasa hivi nina imani. Kwanza mimi mwenyewe ni mwanajeshi ambaye napenda mchaka. Kwa hiyo maana nazitafuta kwaya, tunazungumza shida, ninatamani kwanza na pia kwaya zifanye ziara. Unajua hata kuonekana pia pengine unatakiwa uonekane kwa sababu ya ziara. Ukijifungia wewe unasali wapi? Unasali tufanye labda unasali ushirika wa Kapande Tabora pale. Sasa wewe kila siku unabaga tukapande. Kuna mtu anakufahamu duniani? Hawezi. Hakuna. Inamaanisha lazima kwaya zisafiri, ziende huku na huku. Alafu sasa hivi mitandao ya kijamii ndio silaha kubwa. Posti, sisi tunasafiri tunaelekea sehemu fulani, watu watakuwa na kufuatilia wale mafans kwamba hawa jamaa wanafanya jambo fulani. Unaweza kaenda kule mkam na mgeni ambaye mmemwalika hata mtu wa serikalini akawapenda. Nataka katoa scenario kwa sababu mimi pia nimesema nilikuwa mwimbaji vijana kwaya kutoka Mbembe. Kuna siku alienda kuimba kuna mtoto wa Afrika, ilikuwa ni hapo wilaya Wiwi, wameimba pale, ulikuwa na watu wa ustawi sio nini, waliwapongeza wakatoa na zawadi. Unaona hapo tumeletea sifa nini kanisa letu. Wapo wengine wanaenda kuimba singers walikuwa hapa, walienda kuimba kuna tamasha la maombi sio la kitaifa, walikuwa pale waliwakilisha vizuri. Walishandaga MTC kutoka Milumbani pale kwenye ilikuwa wiki ya Marubino, wakaimba kama mshindi wa 3 kwenye kwaya. Sio vizuri. Kwa hiyo yote hayo ni mambo huko wilaya zingine sijajua kwa sababu sijatembea sana. Kwa hiyo yani lazima kanisa liende kubadilika. Tunataka kwaya ambayo ikisimama inatetemesha kuanzia kama ni wilaya, mkoa, hata kitaifa. Hiyo ndio level yetu tunayotaka. Upande wa kwaya, nini wito wako kwa vikundi vya kwaya vya kanisa la Moravian jimbo la Magharibi kama katibu wa jimbo la Magharibi na idara ya vijana na uimbaji? Wito wangu, jambo la kwanza wawe na hofu ya Mungu. Wale wote wanaoimba sasa kwaya, kwanza wawe na hofu ya Mungu. Lakini katika hofu ya Mungu wazidishe maombi. Kwaya zipendi maombi, wazidishe maombi. Yaani maombi ndio silaha ya kila kitu. Hata ile roho ya kiburi ambayo mtu anaifanya haitokuepo. Maombi yapo. Umeona Kwa hiyo maombi ndio silaha ya kwanza ya kuondoa utata wote kwa wanakwaya. Lakini jambo la pili, nidhamu iongezeke. Wanakwaya wengi wanaimba hawana nidhamu. Ndio maana anaweza kumjibu kiongozi ovyo ovyo anapojisikia yeye kwa sababu anajua sana mmiliki. Na hiyo yote inatokana sababu na mahusiano. Kuna wengine kwenye kwaya mahusiano yanatesa sana. Sasa mtu mwingine anaweza kaa yeye mchumba wake ni mwalimu. Sio mchumba wa kulalishwa ila ni mwalimu. Sasa anaweza kumudu anapotaka yeye. Kwa muda mwingine anaweza kaambiwa jambo asifanye. Kwa kama alifanyi, mwisho wa siku anasababisha kwaya inafanya nini? Inakufa au kwaya inakuwa inahangaika. Lakini wakishawekana misingi ya nidhamu, uongozi umesimama kabisa thabiti, ile kwaya lazima iwe nini? Nzuri. Itakuwa imesimamia misingi. Hakuna cha mahusiano ya ovyo ovyo. Na furahi ushirika mmoja kutoka wilaya ya Lelya Kati unaitwa Kariakoo. Walisha kufungisha ndoa siku 7, lakini pia walisha kufungisha ndoa za vijana. Wakiona tu una mahusiano na mtu fulani, ndoa. Uwe mahusiano na mwanakwaya, ndoa. Ilileta ladha. Watu walifunga ndoa za lazima. Sasa kwenye kwaya lazima kuwe na nidhamu. Discipline ndio kitu cha kwanza kwenye kwaya. Kwa hiyo mambo mimi wito wangu sasa, maombi yawepo kutosha kwenye vikundi vya kwaya, lakini semina za mara kwa mara ziwepo. Wapewe wanakwaya semina, wajiwe wanakaa vipi, yani wanajiposition gani, semina kuanzia vijana wao mpaka wanakwaya wote kwa ujumla, ili tu kurahisisha maendeleo ya vikundi vya kwaya. Lakini watoe sadaka. Kuna mchungaji alinipigia simu akaniambia, baba ukija siku moja kuhamasisha na sadaka. Wanakwaya watoe sadaka. Na hilo liko wazi. Hawatoaji sadaka. Yaani wao wanaamini yule utumishi wao kuimba umeisha. Sadaka hamna, haiwahusu. Kumbe unachokifanya cha uimbaji unaokoa wengi ni sadaka, lakini pia toa na wewe ulicho nacho kwa maendeleo ya nini? Ya kanisa. Kwa hiyo mimi nasema hayo mambo wakiyafanya wanakwaya lazima jibu letu libadilike. Watoe sadaka, wasinungunike. Alafu na wenyewe waone kama wakiwa na shida yoyote kama kanisa litagoma kuwasaidia. Watoe sadaka. Sadaka mnapotoa, mimi siamini kama una kijana au mwanakwaya kwa wiki anakosa 1000.
kwaya na watu 30 wakitoa 1,100 shilingi ngapi? Elfu 30. Lakini unawashangaa kwaya shilingi ngapi? 12,000.